kikubwa amesema kwamba kufikia mwaka 2036 pesa haitakuwa na umuhimu kabisa. Sio cash. Unajua kuna watu wanachanganya wanasema amesema kwamba cash haitakuwa na umuhimu. Amesema pesa haitakuwa na umuhimu kuelekea 2036. Nini anamaanisha Elon Musk? Na ni kwa nini anasema hivyo? Na ni nini inamaanisha kwetu sisi? Kwa huko nchi zinazoendelea wao wanajua anamaanisha niko, lakini kwetu sisi inamaanisha kitu gani? Na ni matokeo na ni kwa namna gani itaenda kutuathiri hii kauli? Na ni kwa namna gani teknolojia inavyoendelea itatuathiri sisi kuelekea 2036? Na je, haya ambayo ameyasema bwana Elon Musk yana umuhimu gani kwetu na yanatuathiri kwa namna gani? Na ni kwa namna gani tujipange kuelekea kwenye miaka hii 10 inayokuja ambayo bwana Musk anasema itakapokamilika pesa itakuwa na umuhimu tena. Well, karibu tena kwenye session mpya ambapo tunaangalia highlights za interview moja matata sana ambayo amefanya tajiri namba moja duniani bwana Elon Musk, ambayo ameshusha nondo mbalimbali. Nondo moja hapo ikiwa ni issue nzima ya swala la namna pesa itakavyokuwa kwenye miaka inayokuja, lakini maendeleo makubwa ambayo yanaletwa na teknolojia na matokeo ya maendeleo hayo kwetu sisi ambao ni watumiaji wa huduma mbalimbali za kijamii na katika ile tunayofanya na kazi zetu na vitu vingine kama hivyo. So, the interview aliyofanya mshikaji amefanya na Elon amefanya na jarida The Economist, jarida ambalo ni kubwa na linasifika kwa kutabiri vitu. Yaani predictions ndio mambo yao makubwa wanayofanya, kwa sababu wao ni wataalamu wa uchumi, basi wanafanya predictions ambazo mara nyingi zinakuwa zina come true. So, walikuwa wanamuuliza kwenye interview kwamba nini prediction yake kuelekea huko mbele. So walikuwa wanafanya naye interview na wakamuuliza vitu vingi mbalimbali, na kimoja hapo ambacho kimefanya watu wengi wakifuatilia kuhusu interview swala lazima la namna alivyoeleza kuhusu pesa. So kabla tujafika mbali kwenye interview yenyewe, tuangalie kwanza issue nzima ya Elon Musk. Elon Musk yeye mwenyewe ni nani? Who is Elon Musk? Kuna baadhi ya watu hawamjui Elon Musk, au inawezekana wamjua kidogo. Lakini hapa ngoja nikupitishe kwa haraka. Ujue Elon ni nani na kile anachokifanya na utajiri wake ni nani. Identity kubwa namba moja ambayo inambeba mdau ninapo record hii video, Elon Musk ndio tajiri namba moja duniani, na utajiri wake unafika takriban dola za Kimarekani bilioni 823.6. Bilioni 823.6 ninapo record video hii. Na ukisema uigeuze hii hela kuwa pesa za Kitanzania ni hela nyingi sana. Ukigeuza kwa hela za Kitanzania inakuwa ni quadrilioni 2 na trilioni 173 za Kitanzania. Yaani hapo nimechukua zile namba za mwanzo tu, quadrilioni 2 na trilioni 173 za Kitanzania. Hizo ni hela nyingi mno. So utajiri huo unamfanya kuwa tajiri namba moja duniani. Lakini kitu gani kikubwa ambacho kinamtambulisha Elon anapokuwa kwenye mazingira yake? Ni kitu gani ambacho kinamtambulisha Elon Musk huku duniani katika kazi zake anazozifanya? Project yake kubwa namba moja ni project ya kutengeneza vyombo vinavyoenda kwenye anga za juu, na chombo chake maarufu kinaitwa Falcon 9, ambayo ni rocket ambayo inabeba mizigo kwenda huko juu, lakini pia ni reusable, yani inaenda huko juu alafu inarudi, inaenda tena, yani kama gari unavyoliendesha unaenda. So kama zile kule ambazo tumezoea inalipuka inaishia huko, havitumiki tena, ni reusable. So one of the technology ambazo zimemfanya jamaa aende mjini ni issue nzima ya hizi space rockets ambazo anazitengeneza. Na hii ndio project yake kubwa kabisa, na kampuni ambayo inajishughulisha na hizo kazi inaitwa SpaceX. So SpaceX imempeleka jamaa mjini, na siku za karibuni alifungua IPO, yani aliruhusu watu wanunue hisa kwenye hiyo kampuni, na alitengeneza hela nyingi sana, ambayo ikamfanya utajiri wake ukaongezeka sana ndani ya muda mfupi. Na alivunja rekodi za Wall Street huko Marekani ambako watu wananunua hisa. Alivunja rekodi yao kwa sababu ndani ya muda mfupi sana aliposema watu wanunue hisa, watu wengi sana walinunua hizo hisa. Na ndo hapo swali la issue nzima ya pesa alipoenda kutokea. Sasa tutaenda kuangalia baadaye nini kilitokea mpaka hiyo issue ikaja ikatokea. So utakuwa ushaikusikia kuhusu issue ya magari ya umeme ya Tesla, ambayo ni moja kati ya extensions za biashara zake. Magari ambayo ni ya umeme ya kampuni yake inaitwa Tesla. Lakini pia anahusika na issue nzima ya project ya kuunganisha computers na ubongo wa binadamu. Project hiyo inajulikana kama Neuralink. I don't know, wataalamu wa science mtaniambia inavyosoma. Ila project hiyo inahusisha kuunganisha computer na akili za binadamu. Yaani binadamu anatakiwa awe na uwezo wa kucontrol computer bila kumove. Yaani anakaa anafikiria, anachokifikiria computer ina execute, inakifanya. Hiyo ndio project kubwa nyingine ambayo inamtambulisha Elon Musk. Lakini pia jamaa ana kampuni ya construction inaitwa The Boring Company.
yani kampuni ya kuboa. Yenyewe inafanya kazi ya construction. Lengo lake la kwanza lilikuwa ni kutengeneza barabara za chini ya ardhi. Walikuwa wanataka kutengeneza barabara chini ya ardhi. Sijajua project inaendeleaje au nitafuatilia. If you're interested niambie kwenye comment, nitakuja nitakwambia. Lakini mwaka 2022 tunakumbuka kwamba alinunua Twitter na baadaye akaipa jina la X, na mtandao huo mpaka sasa hivi una run. Hizo ni moja kati ya asili zake kubwa sana ambazo jamaa zinamfanya yeye kuwa moja kati ya matajiri, kuwa tajiri namba moja duniani. So kwa kifupi, Elon Musk ni moja kati ya watu wenye ushawishi mkubwa sana duniani katika issue nzima za teknolojia. Lakini kwa sasa, kwa kuwa anaongoza kwa tajiri namba moja duniani, anapata nafasi ya kuulizwa vitu vingi na watu mbalimbali na media na podcast na vitu mbalimbali. So issue kubwa ambayo inafanya watu waongee mara nyingi kuhusu jamaa ni kauli zake. Kauli mbalimbali ambazo anazitoa zinafanya watu wafikirie beyond kwamba huyu jamaa ni nini huwa anamaanisha. Na moja kati ya kauli hizo ndio hiyo kauli ambayo ameiongea siku chache zilizopita kwamba kufika mwaka 2036 pesa won't matter. Yaani pesa itakuwa na umuhimu kufika mwaka 2036. So tuje tuangalie sasa ni kwa nini aliamua kusema hivyo? Ni nini ambacho kilimfanya jamaa akasema hivyo? Okay. Context. Watu wengi wameshare clip bila kuangalia context. Yaani ilikuwaje? Mazingira gani ambayo ilimfanya mpaka akatoa hiyo comment ya kusema kwamba pesa zitakuwa na umuhimu kufikia mwaka 2036. Hii kitu ni very important. Ni muhimu sana. Yaani usipoweka context unaweza kusema jamaa ameongea kitu ambacho hakimake sense wala hakieleweki. So kilichomfanya jamaa aseme hivyo ni kwamba aliulizwa swali. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo ni kwamba jamaa aliruhusu watu wanunue hisa zake za kampuni ya SpaceX. Watu wawekezaji wanajua zinaitwa IPO. Yaani unaruhusu watu waanze kununua hisa kwenye kampuni yako. Watu wakanunua hisa nyingi na basi kampuni yake ikawa impata hela nyingi sana. Sasa aliulizwa swali moja. Kwa kuwa yeye anatengeneza hizi robots ili zirahisishe kazi na pengine zitachukua kazi za watu. Akaulizwa swali moja. Je, wewe kampuni zako zitakuwa zinatengenezaje pesa? Kampuni zako zitakuwa zinatengenezaje pesa? Kwa sababu watu wananunua hisa za kampuni yako ili baadaye wafanye ni wapate pesa. Lakini unatuambia kwamba robots zitakuwa zinatengeneza hela. Zitakuwa zinafanya kazi kwa kiwango kikubwa sana. So, kama kutoka na robot ambazo zinafanya kazi, maana zita replace watu, zita replace kazi, zitachukua kazi za watu na vitu kama hivyo. Kampuni zako zitakuwa zinatengenezaje hela? Kwa maana ya kampuni ya SpaceX, kampuni ya Neuralink, kampuni za Tesla na makampuni mengine kama yatakuwa yanatengenezaje pesa? So katika kujibu hayo maswali akaongea vitu vingi sana, lakini kitu cha msingi ambacho alikuja akakiongea ambacho ndio kikazua mjadala sasa ni kwamba aliulizwa akasema kwamba pesa haitakuwa na umuhimu. Akasema my prediction, akasema utabiri wake ni kwamba kufikia mwaka 2036 pesa haitakuwa na umuhimu tena. Yule aliyekuwa na interview akacheka. Akasema watu wananunua hisa zako, watu wananunua hisa za kampuni zako, hawategemei uambie kwamba pesa haitakuwa na umuhimu kufikia mwaka 2036. Kwa nini unasema hivyo? Jibu lake lilikuwa jepesi sana. Akasema kufikia mwaka 2036 robots watakuwa wanafanya vitu vingi sana. Watakuwa wanatoa huduma, watakuwa wanatengeneza bidhaa, watakuwa wanawasaidia watu kwenye issue nzima ya entertainment. Kwa hiyo pesa ambazo watu walikuwa wazitumie kufanya kwa ajili ya entertainment, pesa ambazo watu walikuwa wazitumie kupata chakula, pesa ambazo watu walikuwa watumie kununua bidhaa mbalimbali, lakini pia wazitumie kwa ajili ya usafiri na vitu kama hivyo, zitakuwa hazina umuhimu. Kwa sababu gani? Vitu vyote ambavyo mtu alikuwa anatumia gharama kuvipata, basi vitakuwa vinapatikana kwa urahisi mno kiasi kwamba pesa itakuwa ina umuhimu wowote. Mpaka hapo unakubaliana naye huyu jamaa kwa asilimia ngapi? Yaani ukiangalia mazingira tunayoendea, kuna point itafika kweli kwamba watu wawe hawahitaji hela kabisa kwa sababu vitu vitakuwa viko available kwenye level ambayo yani ni hali ya juu kiasi kwamba wewe utakiwa kununua. Ukiwa na hela kidogo unaweza kununua huduma kubwa sana, ukanunua vitu vingi kwa hela kidogo. Unakubaliana naye? Niambie kwenye comment afu tunaendelea. So issue kubwa ambayo imemfanya jamaa akafikiria hivyo ni kwamba ukienda kwenye wataalamu wa uchumi wanajua unapokuwa una huduma na bidhaa zinapatikana kwa wingi sana, basi zinapokuwa huduma zinapatikana kwa wingi sana kuliko ule uhitaji ambao upo, basi bei ya zile bidhaa gharama yake huwa inashuka. Wataalamu wanaita sheria ya demand and supply, kwamba vitu vikiwa vinapatikana kwa wingi basi na wakati uhitaji ni wa chini, basi vile vitu vinakuwa gharama yake ni ndogo au ni nafuu. Kwa hiyo jamaa kwa kutumia msingi huo akasema kwamba kama huduma zitakuwa zinapatikana kwa wingi, bidhaa zitakuwa zinapatikana kwa urahisi,
usafiri utakuwa unapatikana kwa urahisi. Sasa pesa itakuwa ya nini? Ndio akaja na kauli kwamba pesa haitakuwa na umuhimu kuelekea mwaka 2036. Akasema kwamba sasa hivi tunaona kuna mfumuko wa bei, vitu vinapanda bei, vitu vinaongezeka gharama, ukitaka kununua kitu gani unatakiwa utumie hela nyingi, lakini anasema kufika mwaka 2036 kwa maendeleo yatakayokuwepo ya kiteknolojia, basi utakuwa mfumuko wa bei, yani ni vice versa, ni kinyume cha tulivyozoea. Yani badala ya mfumuko wa bei vitu vipande gharama juu, basi gharama ya vitu itakuwa inashuka chini, kwa sababu huduma zitakuwa zinapatikana kwa urahisi mno. Bidhaa zitakuwa zinapatikana kwa gharama ya chini sana, kiasi kwamba hakutakuwa na umuhimu wa kuwa na hela nyingi ili uweze kupata hizo bidhaa. So yeye anaamini kwamba chakula, usafiri, burudani vitakuwa rahisi sana kupata. Yani utakuwa uhitaji hela nyingi ili kuenda kuhitaji kununua vitu vya labda kama unataka kununua labda bidhaa fulani ambazo ni very expensive kwa muda huu hapa ambao tunauongea, basi kufikia miaka 10 baadaye kutoka sasa hivi itakuwa ni yani itakuwa uhitaji hela nyingi tena kuvinunua vitu ambavyo kwa sasa hivi ni vya gharama kubwa. Kwa sababu gani? Vitakuwa vinapatikana in abundance. Ametumia neno abundance, yani vitu vipo kwa kiwango kikubwa kuliko hata mahitaji yetu. So Elon Musk ameongea kwamba teknolojia itakuwa kwa kasi ambayo hatutakuwa tunahitaji hela nyingi ili kupata huduma, hatutakuwa tunahitaji hela nyingi ili kupata bidhaa, hatutakuwa tunahitaji hela nyingi ili kupata usafiri, kununua bidhaa, burudani na vitu kama hivyo. Lakini swali la msingi la kujiuliza, anachokiongea kina apply wapi? Yani anachokisema ni dunia nzima au ni kule ambapo yupo yeye Marekani, Ulaya? Je, inamaanisha nini kwa sisi nchi ambazo bado tupo kwenye hatua za maendeleo, ambapo kwetu sisi teknolojia bado tunaiangalia kama kitu fulani hivi ambacho yani namna kinavyojitokeza kwenye maisha yetu ya kila siku bado ni kwa kiwango kidogo sana ukilinganisha na wenzetu katika nchi ambazo zimeendelea. So kwetu sisi kauli ya Elon Musk kwamba kufika mwaka 2036 pesa itakuwa ina umuhimu wowote, inamaanisha nini kwetu sisi, especially kwa nchi kama Tanzania au nchi ambazo bado zinaendelea? Itakuwa ina maana gani? So kitu kikubwa ambacho Elon Musk anakisisitiza kwenye issue nzima ya maendeleo ya teknolojia, hasa AI, artificial intelligence na robots, ni kwamba vinahitaji kwanza kiwango kikubwa sana cha umeme, lakini pia kinahitaji miundombinu, infrastructure ambazo zina nguvu sana kuweza kurani hizo technologies. Lakini kikubwa ni watu ambao wanatakiwa wazitumie hizo teknolojia. Kwa upande wa watu ambao wana skills za kutumia teknolojia, kuna namna huku kwetu kwenye skills tuko vizuri. Issue ambayo mimi naifikiria kwa haraka na hiyo ni kwenye infrastructure, miundombinu, lakini pia issue nzima ya power, umeme. Kurani mambo ya AI na hizi technologies kunahitaji umeme wenye nguvu kubwa sana, lakini pia inahitaji miundombinu ambayo ni very strong na inatakiwa pia iwe modern, yani iwe ni ya kisasa sana. Sasa kwenye umeme kuna issue moja ambayo ameizungumzia ya msingi sana. Ukiangalia anasema kwamba nchi kama, aliulizwa swali kwamba je, anaona China ikiipita Marekani kwenye issue nzima mambo ya AI, artificial intelligence na hizi technologies. Jibu lake lilikuwa jepesi sana. Akasema